Elimikana Frayera RMTV. Najua uko mzima popote pale ulipo. Leo tumekuja na kitabu kimoja kinachohusu amani, kijana Amani. Unajua hii story ina funzo kubwa, kwa sababu ni maisha ambayo hata mimi pia nimeyaishi, ili pia yamenitokea. Siku moja Amani bana alikuwa na ndoto ya kuwa na ofisi kubwa, yaani ofisi kubwa, lakini alikuwa na pesa kidogo, vifaa vichache, huenda alikuwa hana hata kifaa. Lakini siku zilizidi kwenda, naye akiwa anasema ngoja fedha iongezeke, nianze na vifaa vikubwa. Miaka ilipita, siku zilipita, Amani alikuwa anaona vijana wengine wanafanikiwa, alikuwa anapata uwivu sana. Alipita kwa kijana mmoja, akaona ofisi na stawi, moyoni mwake alijawa na wivu. Akapita kwenye ofisi ya Agustino, akaona Agustino yule aliyeanza hata vitatu anazidi kukua, ofisi yake inazidi kutembeza na kutembeza. Aliona wivu moyoni mwake. Siku moja Amani akiwa yuko mazingira ya getini kwake, nje alikuwa na baba Suzana. Alikuwa ni fundi seremala, alikuwa akitengeneza stuli. Amani alimwangalia sana baba Suzana kwa wivu na matamanio makubwa. Uvumilivu kamshinda, akaamua kuuliza, baba Suzana, mambo vipi? Baba Suzana akasema poa. Amani akamuuliza moja kwa moja kwenye swali lake akasema, je, wewe umewezaje kufanya hii kazi yako mpaka wateja kuwa wengi, wateja kukuamini? Baba Suzana akacheka kwa furaha, kwa sababu swali aliloulizwa ni jepesi na aliulizwa na kijana mdogo ambaye bado hajaanza. Baba Suzana akamwambia hivi unavyoniona leo, usizani kusema nilianza hivi. Nilianza na nyundo moja, nilianza na mbao tatu, nilianza na misumari, ndipo nikatengeneza mlango mmoja wa mteja. Ndo nikawa nimefanya kazi bora, wateja kila siku wakawa wananipigia simu kila siku, mpaka kufikia hii leo unavyoniona kijana Amani, ni kwamba nilianza na nyundo moja na mbao tatu, lakini kazi zenyewe nilikuwa nazipata, nilikuwa na vilima kula, nilikuwa na vilima kumi, nilikuwa na vilima starehe. Mpaka leo naona nina mashine makubwa ya kukatia mbao, nina mashine kubwa za kupulizia rangi, nina mashine kubwa, hata nyingine haziwezi zikaelezeka. Pia wateja wangu wananiamini. Nilianza na nilichonacho, sikusubiri kusema kesho nisubiri kile kikubwa ndo nianze. Nilianza na kidogo. Amani akapata ile funzo. Kuanzia hapo Amani alikuwa na pesa kidogo na vifaa vichache, akaenda kufungua ofisi yake. Alianza kidogo, lakini mpaka leo ofisi yake inaendelea kuongezeka na wateja kila siku. Anasema anapata wateja wapya, anapata watu wageni. Mimi funzo letu hapa kwa Amani ni kwamba watu wote tunaotaka kuanza
visiwe vingi, tunakuwa tunajitoleza sisi wenyewe. Sio vibaya, ni vizuri, lakini unapoanza chini, baadhi ya makosa yatatokea kuwa chini utarekebisha, na unapoanza kuwa juu, baadhi ya makosa yatatokea utahangaika kuyarekebisha kwa sababu ulianzia juu, lakini kuanzia chini ndio changamoto unakuwa umezoea na kuitatua unakuwa umezoea. Niseme asante, pia usisahau kusubscribe, kushare, comment ili wengine waweze kujifunza Kiswahili la amani. Asante.